Je, unafahamu kwamba mwezi uliozaliwa unaweza kubeba mwelekeo wa hulka yako na ukaonyesha ni aina gani ya kazi inaweza kukupa mafanikio makubwa zaidi? Natambua kuna watu wana kazi, wana kipato, lakini kila siku wanalalamika. Unajua sababu? Mara nyingi si kwa sababu hawana uwezo, ni kwa sababu wanafanya kazi kwa ajili ya pesa pekee, si kwa kile kinachoendana na hulka yao ya ndani. Leo, ndani ya Maisha Classroom, tunaangalia kwa mtazamo wa kisaikolojia wa utu, kila mwezi wa kuzaliwa unaweza kuelekeza mtu kwenye aina gani ya kazi inayomfaa zaidi. Angalia mwezi wako, kisha jipime kwa uaminifu. Januari. Mwelekeo wa uongozi, nidhamu na uwajibikaji. Nafasi za usimamizi, taasisi za umma, uhandisi au majukumu yenye muundo mkubwa hukupa nafasi ya kuonyesha uwezo wako. Unafanya vizuri pale unapobeba dhamana nzito. Februari. Mbunifu wa asili. IT, programming, ubunifu wa maudhui, sanaa au biashara za kidigitali hukupa uhuru wa kufikiri. Mazingira yenye mipaka mikali bila ubunifu hupunguza motisha yako. Machi. Wenye huruma na usikivu wa kina. Ualimu, ushauri, mahusiano ya umma au kazi za mawasiliano hukuwezesha kutumia nguvu yako ya kihisia. Watu wanakuamini kwa urahisi. Aprili. Wenye maamuzi ya haraka na uthubutu. Ujasiriamali, vyombo vya ulinzi, michezo au miradi ya ushindani hukupa changamoto unayohitaji. Ukikaa sehemu isiyo na kasi, unachoka kisaikolojia. Mei. Thabiti na wa kimkakati. Fedha, uhasibu, real estate au biashara za muda mrefu hukufaa. Unathamini uthabiti na thamani ya muda mrefu kuliko mafanikio ya haraka. June. Nguvu yako iko kwenye mawasiliano, uandishi wa habari, sales, marketing au kazi za kushawishi watu hukupa nishati. Unang'aa unapokuwa katikati ya watu. Julai. Mlezi na mwaminifu. Saikolojia, uuguzi, HR au usimamizi wa timu hukupa kuridhika kwa sababu unajenga watu. Agosti. Kiongozi wa asili, mwenye kujiamini na haiba. Biashara kubwa, siasa au uongozi wa kijamii hukuvutia. Unapenda matokeo yanayoonekana na heshima ya wazi. Septemba. Makini na wa viwango vya juu. Utafiti, takwimu, daktari au quality control hukufaa. Unathamini usahihi na utendaji bora. Oktoba. Mpatanishi na mwenye usawaziko. Sheria, diplomasia au PR hukuruhusu kusimamia tofauti za watu kwa hekima. Novemba. Mchambuzi wa kina. Upelelezi, uwekezaji, saikolojia au mikakati ya biashara inayohitaji uchambuzi wa ndani hukuvutia. Hupendi mambo ya juu juu. Disemba. Mpenda uhuru na mabadiliko. Utalii, elimu, usafiri au kazi zinazopanua upeo wa fikra hukupa motisha ya kudumu. Sasa jiulize kwa umakini. Je, hulka yako inaendana na kazi unayofanya sasa? Au umejenga maisha kwa msingi wa presha na pesa pekee? Andika mwezi wako kwenye comments, kisha eleza kwa asilimia ngapi unaona maelezo haya yanafanana na wewe. Hapo ndipo mjadala wa kina unaanzia.